Leo tunazungumzia miradi mikuu minne ambao ni pamoja na huu wa umeme wa Nyerere, mradi wa ndege na mradi mwingine ambao ni mradi wa reli ya kisasa standard gauge, na pia tutazungumzia mradi ambao ni mradi wa bandari ya Dar es Salaam. Miradi hii ni miradi mikubwa ambayo inaleta taswira nzuri katika uchumi, ukizingatia huu wa umeme ambao unaleta ajira zaidi ya 7,000. Ukizingatia na miradi mingine, hapo tutakuwa tumepunguza swala la mambo ya ajira kwa watu. Hapa bado hujazungumzia faida ambayo tunapata kama vile umeme ambao popote utakapokuwa, hata kama hujajenga lazima uwe unalipia umeme kwenye upangaji. Kwa hizo ni baadhi tu ya faida ambazo zinazopatikana katika upande wa umeme. Hivyo inahitaji tuzidi kuienzi na kuiangalia vizuri miundo inayotengenezwa. Ukija kwenye swala la ndege tutapata marubani wanaotoka hapa Tanzania. Vilevile tutapata watumishi wa kike ambao pia tutaongeza ajira hapa nchini. Kwa ni jambo zuri mheshimiwa aliliona, amelifanya na tutanufaika nalo. Nadhani itakuwa ni vizuri. Vilevile naturahisisha kwenye usafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, hata kupeleka bidhaa nje ya nchi na hata kuleta bidhaa ndani ya nchi. Na ukizingatia hata hususan hizi safari za hapa ndani inakuwa ni rahisi zaidi kuliko kutumia mabasi. Hiyo inasaidia sana kupitia shirika la ndege hapa Tanzania. Ukizingatia na ambavyo tunavyohangaika kupitia kwenye magari, kidogo inakuwa ni rahisi sana kwenye upande wa swala la anga. Mheshimiwa ametusaidia sana kwenye jambo kama hili. Na kwa upande mwingine, kuzingatia kwenye swala la treni, hapa penyewe tutakuwa tumepata, tuseme ni kama vile daladala ambazo ni nzuri, inaweza kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine kwa haraka zaidi, tofauti na ilivyokuwa mwanzo kupitia mabasi. Tutakuwa tumeunganikana na nchi nyingi kama vile Uganda, Burundi, Rwanda na Kongo kwa kupitia treni hii. Hivyo itakuwa imeturahisishia ule urahisi wa kwenda Dar es Salaam. Unaenda unachukua mizigo, unapeleka Mwanza, unapeleka Bukoba, Kigoma kwa urahisi zaidi. Kwa ni jambo zuri, inaturahisishia vizuri mno. Mheshimiwa Rais aliliona na ameturahisishia, hivyo inapaswa tumuunge mkono, tuzidi kukubaliana naye. Na hapo ningependa kusema kwamba tungezingatia kama nchi zingine zilizoendelea, wenyewe rais akiingia madarakani kama akiwa ni mzuri, ataendelea huyo moja kwa moja hadi miaka mingi. Ndio maana wenzetu wametuacha kiteknolojia na kimaendeleo kupitia namna hiyo, na sisi ni wakati wetu huu. Huyu rais ni mzuri sana, inapaswa tumshike, tumng'ang'anie aendelee katika madaraka hadi itakapofika hata 2050 au 2070 kama ikiwezekana. Swala la bandari inatusaidia pia, tunaagiza mizigo kutoka nje inakuja, tunapata na hata kutoa hapa kwetu kupeleka nje pia. Hata majirani zetu wanatumia bandari hii, na bandari hii inakusanya mapato mengi mno, tofauti na ambavyo tunavyofikiria. Bandari hii ni kitovu cha uchumi katika nchi yetu. Angalia mfano kama Rwanda au mfano Burundi, ni nchi ambazo ni ndogo sana lakini zimeendelea kupitia tu miundombinu midogo ambayo iliyomo nchini mwao, na hivyo wanaitumia kama vile kipato cha kukusanya kodi na wanaweza kuendelea katika maisha yao. Kwa na sisi, huu ni wakati wa kuamka jamani. Hizi ni sehemu ambazo ni kubwa. Mheshimiwa Rais ameweza kuziweka wazi, ametuonyesha ili tuweze kuona. Hivyo ni wakati wetu hivi sasa tujidai na tuzidi kumwomba Mwenyezi Mungu atuepushe na mabalaa kama vile magonjwa.